Ijue historia ya hayati Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Magufuli alizaliwa katika kijiji cha Chato mkoani Geita, zamani ukijulikana kama mkoa wa Mwanza. Alipata elimu yake ya msingi katika shule ya Chato na baadaye kuendelea na elimu ya sekondari katika shule ya Leki na Mkwawa. Alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo alihitimu shahada ya sayansi ya kemia na hisabati. Mnamo mwaka 1988 alipata shahada ya uzamivu katika kemia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Daktari John Joseph Pombe Magufuli alifanya kazi kadha wa kadha katika sekta za elimu, viwanda na siasa, na kazi kuu alizowahi kuzifanya ni pamoja na ualimu, ambapo alianza kazi kama mwalimu baada ya kumaliza mafunzo ya ualimu katika chuo cha ualimu cha Mkwawa, akifundisha masomo ya kemia na hisabati katika shule za sekondari. Baada ya ualimu alifanya kazi katika viwanda. Alijiunga na kiwanda cha Nyanza Cooperative Union ambavyo hivi sasa kinaitwa Nyanza Bottling Company, ambapo alifanya kazi kama mhandisi wa kemia na kushirikiana katika shughuli za uzalishaji viwanda. Magufuli aliingia rasmi katika siasa mnamo mwaka 1995 alipochaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki. Alianza safari yake ya uongozi wa siasa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na alianza kushika nafasi mbalimbali za uwaziri katika serikali ya Tanzania. Baadhi ya nafasi alizowahi kushika ni kuwa naibu waziri wa ujenzi. Mnamo mwaka 1995 mpaka mwaka 2000 alianza kutambulika kwa jitihada zake katika kuboresha sekta ya miundombinu. Mnamo mwaka 2000 mpaka mwaka 2005 alikuwa waziri wa ujenzi. Alisimamia miradi mikubwa ikiwemo ujenzi wa barabara na madaraja nchini. Mnamo mwaka 2005 mpaka mwaka 2010 alikuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Alifanya mabadiliko katika sekta ya kilimo na mifugo kwa kuongeza uzalishaji wa rasilimali vizuri. Magufuli alionyesha uongozi bora na nidhamu katika kila jukumu alilolishika, jambo lililompa sifa kubwa kabla ya kugombea urais katika mwaka 2015. Magufuli alianza siasa akiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM mnamo mwaka 1995 ambapo alichaguliwa kuwa mbunge wa Chato, na katika serikali aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali kutokana na utekelezaji wake mzuri katika nafasi yake, na hii ilimpatia sifa na heshima kubwa kwa usimamizi wa miradi ya miundombinu ikiwemo ujenzi wa barabara. Mnamo mwaka 2015 Magufuli aligombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM na kushinda kwa 58%, na alizindua sera ya hapa kazi tu, ikisisitiza uwajibikaji, kupambana na ufisadi na kusimamia maendeleo ya uchumi. Na katika kipindi cha uongozi wake mafanikio yalikuwa makubwa sana, ikiwemo katika miundombinu, ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ujenzi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, kuboresha barabara, madaraja na viwanja vya ndege. Na katika elimu na afya, elimu ya sekondari na msingi bila malipo, kuboresha huduma za afya ikiwa ni pamoja na ujenzi wa hospitali na zahanati, kupambana na ufisadi, kusimamia matumizi ya rasilimali za umma, kufanya mabadiliko makubwa katika taasisi za serikali. Magufuli katika uongozi wake alipitia changamoto mbalimbali, ikiwemo uamuzi wake wa kupunguza uhuru wa vyombo vya habari. Alipigwa vita na makundi ya haki za binadamu. Alikosolewa jinsi alivyoshughulikia janga la corona, ikiwa ni pamoja na kupiga vita chanjo na kutangaza kwamba Tanzania imeepukana na ugonjwa huo. Magufuli anakumbukwa kwa mtazamo wake wa kazi ngumu, nidhamu ya matumizi ya rasilimali na msukumo wake wa maendeleo. Pia aliwagawa wananchi kwa sera zake za kipekee. Mnamo tarehe 17 Machi majira ya saa 6 za usiku, Tanzania ilipatwa na pigo kubwa na watu kupata huzuni. Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza taarifa za kifo cha Rais Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Mnamo tarehe 17 Machi mwaka 2021, ikiwa madarakani, serikali ilitangaza kuwa alikufa kutokana na maradhi ya moyo, lakini uvumi ulienea kuhusu sababu za kifo chake. Ndipo makamu wake Samia Suluhu Hassan aliamua kuchukua nafasi yake na kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania. Magufuli hadi kifo chake na mauti kumfikia aliacha watoto 7 na mke mmoja.
Asante sana, na niliyekuandalia taarifa hii ni mimi Mwamini Adam Kasuva.